Mlango wa 18. Bwana akamtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona, alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi. Akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Na yaletwe basi maji kidogo, mkanawe miguu, mkapumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye mwendelee, iwapo mmemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, uukande, ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao, akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwapo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake, akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana, nami ni mzee? Kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Akakana Sara akisema, sikucheka, maana aliogopa. Naye akasema, sivyo, umecheka. Kisha watu hao wakaondoka huko, wakaelekeza nyuso zao Sodoma. Ibrahimu akaenda pamoja nao awasindikize. Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa? Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi, na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Ibrahimu akakaribia, akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Huenda wakawapo wenye haki 50 katika mji. Utaharibu, wala hutauacha mji kwa ajili ya hao 50 wenye haki waliomo? Hasha, usifanye hivyo, ukamue mwenye haki pamoja na mwovu, mwenye haki awe kama mwovu. Hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki? Bwana akasema, nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali pote kwa ajili yao. Ibrahimu akajibu akasema, basi nimeshika kusema na Bwana, nami ni mavumbi na majivu tu. Huenda wakapunguka 5 katika wale 50 wenye haki. Je, utaharibu mji wote kwa kupungua 5? Akasema, sitauharibu nikiona humo 45. Akazidi tena kusema naye akinena, huenda wakaonekana humo 40. Akasema, sitafanya kwa ajili ya hao 40. Akasema, Bwana asiwe na hasira, nami nitasema, huenda wakaonekana huko 30. Akasema, sitafanya nikiona humo 30. Akasema, tazama, nimeshika kusema na Bwana, huenda wakaonekana huko 20. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 20. Akasema, Bwana asiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu,
huenda wakaonekana huko 10? Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Basi Bwana alipokwisha kuzungumza na Ibrahimu, akaenda zake, Ibrahimu naye akarudi mahali pake.